Sharti ya saumu ni Uislamu na akili. Shartu saumi, sharti ya kufunga, al-islamu wal aqlu, ni Uislamu na akili. Yani saumu mtu ili afunge sharti awe Muislamu. Sharti za kusihi saumu: fala yasihu saumu al-kafiri bihalin, hakuswihi kufunga kwa kafiri kwa hali yoyote, asliyan kana am ghairu, awe ni kafir asli au yule kafir awe ni murtaddan, si kafiri asili au alirikadi, basi mtu huyo saumu yake haitakubalika. Tuko vizuri? Tunaelewana vizuri? Ndio. Wala aqlu, na akili, yule mfungaji awe na akili, maanake awe anapambanua. Kwa maana saumu pia haiswihi kwa mwendazimu na mtoto mdogo ambapo kwamba wili mtoto ambapo kwamba hajawa ni mwenye kupambanua, hata majinuni ambapo kwamba hakupambanua kwa ajili ya kukosekana nia, kwa sababu hana akili, hajapambanua, atawekaje nia? Hizi ni katika sharti. Wanaqau min alhaidhi, na kutakashika au kuepukana na hedhi, wanifasi, na nifasi, jamia an-nahari, mchana wote. Yani katika ule mchana asipatwe na haidhi wala asipatwe na nifasi. Ikizuka nifasi katika wakati huo, basi ile saumu inakuwa imeshabatilika, na hiyo ni ijmaa kama alivyoweka wazi hilo alimamu Nawawi katika Majmuu Sharh al-Muhadhabi. Wa yushtaratu ma dhukira jamiu, na yote hayo kuwa na hedhi, kuwa na akili, yani kuepukana na hedhi na nifasi, mtu awe na akili, awe na Uislamu, yote hayo jamia an-nahari, iwe ni mchana wote, yani mchana wote, kisitokee kimoja katika hivyo. Sawa? Falau taraa fi athna'i nahari, lau ikatokea katikati ya mchana, riddatun, kukatokea kuritadi mtu katikati ya mchana wakati amefunga, au jununun, au ukatokea wenda azimu ghafla wakati mtu alikuwa amefunga, au haidun, au nifas, au ikatokea hedhi au ikatokea nifasi, basi Sheikh asema batala somuhu, kwa hakika somu yake mtu huyo itakuwa imeshabatilika kwa kutokea vitu hivyo. Tuko sawa eh? Na hapa ndo inafahamiwa maneno waqad yufhamu annaha law waladat, na ina ufahamiwa pia kwamba aka huyo mwanamke lau angelizaa, walam tara daman, na hakuona damu, annahu la yabtulu sawma, annahu la yubtilu sawma, kwamba aka hilo jambo halibatilishi saumu. Tunachokipata hapa tunaambiwa kutoka kwa haidhi na nifasi ndio kunabatilisha nini? Sio kuzaa. Sasa mwanamke akatokwa na akazaa, akajifungua mtoto bila ya kutokwa na damu, asema saumu haitobatulika. Sawa eh? Lakini ilikuwa sahihi zaidi kama ilivyo katika Majmuu, hiyo akishatokwa na mtoto basi itabatulika, kwa sababu mara nyingi mtu akijifungua haiachi kuwa kutoka na ule umajimaji na damu kidogo, lazima ipatikane hata kama ni kidogo. Sawa? Lakini alimamu nao asema katika Majmuu ni kukosekana kubatulika, yeye ana hii ndio ina nguvu zaidi. Sawa? Wala yadhuru an-nawmu al-mustaghriqu, wala hakudhuru kulala mchana mzima kwenye kumaliza. Mustaghriq maana yake kwenye kumaliza mchana mzima mtu akalala, ala sahihi, juu ya kauli iliyokuwa sahihi, mtu akalala moja kwa moja bila kuamka, basi saumu yake inakuwa imeswihi. Wal adhharu, na iliyokuwa wazi zaidi sasa, na iliyokuwa wal adhharu, na iliyokuwa wazi sana, annal ighmaa, kwamba hakika kughumiwa,
la yadhuru, hakudhuru, idha afaqa lahadhatan, pindi atakapozinduka mtu, lahadhatan, kijitambo kidogo, min naharihi, katika mchana wake. Yani yule mtu aloghumiwa akazinduka, ameghumiwa mathalan toka asubuhi, lakini mpaka mchana ikawa amefanya nini? Ikawa amezinduka, hata kama ni kijitambo kidogo, anasema hii haitodhuru, haina shida. Pia ndio kauli iliyo wazi zaidi. Hapa tutaona kidogo sawa, Kauli iliyo wazi tunasema ighma hakudhuru mtu atakapozinduka, na mtu alolala kabisa, maana yake kama hajazinduka, maana yake somo yake itakuwa haipo. Lakini mwenye kulala kama amelala bila kuzinduka, unaambiwa somo yake ipo. Kuna tofauti gani hapo? Na mwenda azimu unaambiwa somo yake nayo itakuwa haipo. Ndio asema kwamba shekhe, wa innama ushturitul awwalu ifaqata, kumeshatiwa kwa ile ya kwanza al-ifaqata, kuzinduka, lahadhatan, kijitambo kidogo, lianna al-ighmaa, kwa kuwa kughumiwa, fil istilai ala al-aqli, yenyewe ni zaidi katika akili, ni kuondokwa na akili zaidi, fauqa naumi, zaidi ya usingizi. Yani mtu aloghumiwa na mtu ambaye kwamba amelala, alolala anatokwa na akili, ila aloghumiwa anatokwa na akili zaidi ya aliyelala. Umeelewa ikhma? Maana yake aloghumiwa akili zake za mtoka zaidi kuliko yule alosinzia, alafu waduna aljununi, na chini ya uendawazimu, lakini vile ile zaidi haifikii uendawazimu. Kwa hiyo yenyewe iko katikati ya uendawazimu na kulala. Kulala ni chini zaidi, alafu kughumiwa ni katikati, alafu uendawazimu unakuwa ni zaidi ya kughumiwa, maana ndio hali ya mwisho. Ndio maana uendawazimu akitokewa, mwendawazimu akapatwa na uendawazimu kidogo, basi saumu yake haiswi kabisa. Umeelewa? Saumu yake inakuwa haipo. Falau qulna, lau tukasema, innal mustaghriqa minhu la yadhurru kanaumi la alhaqna alaqwa bil adhafi, lau tungesema mtu aloghumiwa kuanzia asubuhi mpaka jioni, huyu haghumiwi, tungelinganisha kile chenye nguvu na kile ambacho kwamba ni dhaifu, kwa sababu hukumu ya alolala kutoka asubuhi mpaka jioni somo yake yaswihi, kwa sababu huyu akili zake haijamtoka kama ighma, na huyu ighma mughma, huyu akili yake inakuwa imetoka zaidi ya mtu alosinzia. Kwa hiyo tungelinganisha vyote viwe sawa, tukasema na huyu akighumiwa toka asubuhi mpaka jioni somo yake inaswihi, ingekuwa sawa. Ighma na kusinzia ingekuwa viko sawa, maana yake tungelinganisha kidogo na kikubwa. Mefahamiana vizuri Walau kunna inna lahaba minhu tadurru kaljunun, na tungesema ukughumiwa, mtu akighumiwa kidogo tu saumu inatoka, la alhaqna, tungefananiza pia vile vile al-aqwa, tungefananiza ile bil al-adhaf bil aqwa, ile dhaifu na ile ya nguvu. Maana yake tungesema mtu akighumiwa kidogo saumu yake inakuwa haipo, ingekuwa ni sawa na wendawazimu. Maana wendawazimu hukumu yake mtu akighumiwa kidogo basi ndio inatoka zaidi. Sasa wendawazimu ni zaidi ya kughumiwa, kwa hiyo tungelinganisha sawa kughumiwa pamoja na wendawazimu, na isingekuwa sawa kwa sababu tungelinganisha kidhaifu na kitu chenye nguvu zaidi. Mwanielewa? Kwa hiyo ndio maana mtu kusinzia ikabaki pale katika hukumu yake, akisinzia mchana mzima saumu yake imeswihi. Sasa kwa sababu kughumiwa ni zaidi, akaghumiwa mchana wote, saumu yake itakuwa haipo, ila akighumiwa kidogo ndio itakuwepo. Na kwa sababu wendawazimu ni zaidi ya kughumiwa, akipatwa na wendawazimu katika muda mchache tu, tayari saumu inafanya nini? Inabatulika, ili iwe zaidi ya kughumiwa. Umenielewa?
walau shariba muskira. Kwa hiyo anasema shekhe hapa, fatawasatna, tukakaa katikati, wa qulna innal ifaqata fi lahadhatin kafiyatin, walau shariba, walau shariba muskiran, lau angekunywa mtu kilevi, lailan, usiku, fa in afaqa fi ba'dhi naharihi, pindi atakapozinduka katika baadhi ya mchana wake, fa huwa kal ighmai, mtu huyo ni kama vile kuhumiwa, fi ba'dhi nahari, katika baadhi ya mchana. Yani mtu usiku ashatia nia ya kufunga kesho, alafu akanywa kinywaji ambacho kwamba ni kilevi, mathalan pombe, alafu akawa akili zimemtoka, sawa, lakini alitia nia sasa usiku, akaamka bado ile pombe lipo, basi baadaye akaja akazinduka, amesema hukumu yake inakuwa ni kama hukumu ya kuhumiwa. Kama atakuja kuzinduka mchana kidogo, basi saumu yake imeswihi. Hakadha qala Sheikhuna al-Khatib Sharbini fi kitabihi al-Mughni. Mmenielewa? Sheikh amesema hivyo. Kwa mtu akilewa usiku baada ya kutia nia, alafu mchana akazinduka, saumu yake ipo. Ila kama hatozinduka mchana, basi atakuwa hana saumu kabisa. Kama atakuwa hajazinduka kabisa, itakuwa hukumu yake ni kama vile kuhumiwa. Walau mata fi athnai nahari, lau mtu akafa katikati ya mchana, batala saumu, inabatulika saumu yake. Mtu akafa katikati ya mchana wakati alikuwa ameamka amefunga. Kama lau mata fi athnai swalati, kama vile lau angekufa katikati ya swala. Je, angeandikiwa ameswali? Maana hajaitimiza swala yake, na hata saumu pia hajaitimiza. Mmefahamiana vizuri hapo Wala yasihu sawma al-Eid, wala hakuswihi kufunga siku ya Eid. Wakadha fi ayami tashriqi, ni hivyo hivyo katika masiku ya tashriq. Haifai pia kufunga fil qawli jadid, katika kauli jadidi. Maana yake haifai mtu kufunga siku ya Eid kwa habari ambazo zimeenea. Mtume aliozungumza hizo hazifai mtu kufunga hata masiku ya tashriqi. Tunasema ayamu mina ayamu akli, masiku ya Mina ni masiku ya kula, wa shurbi na kunywa, wa dhikrullahi na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yahillu, wala si halali, atatawu'u, kufunga sunna, yauma shaki, siku ya shaka. Wala yahillu, wala si halali, maana yake ni haramu. Sasa hakuswihi. Atatawu'u, kufunga sunna, yauma shaki, siku ya shaka, sawa. Liqauli Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu, kwa kusema Ammar, man swama yauma shaki, yeyote mwenye kufunga siku ya shaka, faqad aswa Abul Qasim, hakika amemuasi Abul Qasim, akimkusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Rawahu ashabu sunan al-arba'a, wamepokea hadithi hii jamaa wa sunna 4, maana yake zile sunan, vitabu vile vya sunan vya hadithi ambao ni wanne. Na kuna mustalahati katika ilmu al-hadith, unaposema kwamba rawahu al-arba'a au rawahu 6 au rawahu al-khams au rawahu shaykhain, au unasema muttafaqun alayhi, maana yake wanakusudia nini? Wanakusudia watu gani katika wale kutubu vitabu hadithi vile kutubu 6? Rawahu ashabu sunan al-arba wa sahahahu al-imam Tirmidhi wa ghayruhu. Hadithi hii amesahihisha pia al-imam Tirmidhi na wengineo pia wamesahihisha hadithi hii. Tuko vizuri Kwa hiyo ni haramu kufunga, hasi halali kufunga siku